tunajifunza kwa habari ya kuitunza amani ya Kristo ndani yetu, kwa sababu pasina hiyo amani hakutakuwa na mwendelezo mzuri wa wewe kuendelea kumtafuta Mungu. Usipokuwa na hiyo amani, hautakuwa na mwendelezo mzuri wa kuendelea kumwabudu Mungu, hautakuwa na mwendelezo mzuri wa kuendelea kuitumikia ama kufanya kazi yoyote ya madhabahuni. Iko sababu ya mtu kupoteza amani katika maisha yake. Namba moja, kuishi katika dhambi. Unapokuwa umezongwa na dhambi, unapokuwa una mfululizo wa kumtenda Mungu dhambi, ile amani unaiondoa. Kipi kitakacho kuashiria ya kwamba wewe amani tayari imekwisha kutoweka? Ni uzito wa ibada. Bwana asifiwe sana. Unaweza kaa huko kwako unapiga goti, unataka kusali, lakini unasikia ndani ya moyo wako kuzito, kwa sababu ile amani Mungu amekwisha kuitoa ndani yako. Zaburi 119 mstari wa 11, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi, nisije nikakutenda dhambi. Na wakati neno la Bwana likitulia tu ndani ya moyo wako, hata dhambi itakupitia pembeni. Neno la Mungu likijaa ndani yako, hakuna chochote kitaondoa amani ndani yako. Kuna wakati magonjwa yanakuja, yanakuondoa katika mstari wa Mungu. Ana msongo wa mawazo na unakuondoa kwenye mstari wa Mungu. Lakini neno la Mungu linapotulia ndani ya moyo wako, chochote kinaweza kikakutoa kwenye mstari. Atusaidie tuweze kulitii neno lake, kulitenda katika roho na kweli. Tumefuata neno la Mungu, tunamnyenyekea huyu Yesu, lakini Roho wake Mtakatifu atukumbushe na atusaidie kulitii neno ambalo kila siku katika madhabahu hii tunaendelea kutewa. Basi sisi wanadamu tunakengeuka pasipo na kutii. Unaweza ukatoka ujumbe lakini usiutii na ukaleta madhara kwako. Unaweza usione madhara kwako, ikaleta madhara kwa familia yako. Isilete madhara kwa jirani yako, ikaleta madhara kwa wazazi wako. Isilete madhara kwa wazazi wako, ikaleta madhara kwa watoto wako. Tutii, tujirekebishe, mtii katika kumtumikia huyo Yesu ambaye tunamwabudu madhabahu. Na namna ambavyo watu wanaweza wakawa nakutazama, na watu wanaweza wakakutazama kwa namna ambavyo si Mungu anakutazama. Ndipo ambapo Mungu akiamua kuachilia baraka yoyote kwenye maisha yako, watu hawataelewa, lakini Mungu unayemtumainia anakuwa amekwisha kufanya. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumaini letu tuliweke kwa Mungu ili tuendelee kuimarishwa na kudumu katika huyo Kristo.